nafasi za waliomtangulia zinaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Inawezekana uelewi. Inawezekana uelewi. Wakati wa corona ndio ilijulikana wanaiona Mungu na wasio na Mungu. Wako waliokataa wakasema heri kufa kuliko kwenda kudungwa sindano, na wapo ambao walitetemeka wakaenda kudungwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wako wachungaji walichoma sindano, wako waamini walienda kupigwa sindano. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Hawakujua Mungu wao anaokoa. Hawakuamini kuwa Mungu wao anaponya. Hawakuamini kuwa Mungu wao yeye ni zaidi ya hiyo corona. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa hawakuamini hivyo, ni washirika wa dhehebu, si washirika wa Mungu aliye hai. Wana matendo ya wanadamu, hawana matendo ya Mungu aliye hai. Na ndio maana waliogopa amri ya kibinadamu, hawakuogopa amri ya Mungu. Waliogopa mawazo ya wanadamu, hawakuogopa mawazo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Daudi akasema nimekosa nini? Angalia, anaonelewa kwa jambo ambalo si kosa, anakaribiwa kwa jambo ambalo si kosa. Unaweza ukasarauliwa hata kama hujakosea. Unaweza ukasema vibaya hata kama hujakosea. Usiangalie dharau yao, usiangalie maneno yao, usiangalie matendo yao. Simama katika matendo Mungu ameweka ndani yako. Yale matendo ambayo Mungu amekupatia ndani yako ndio yaliyotembea na majibu yako, ndio yanatembea na uwezo wa Bwana, ndio yanatembea na nguvu za Bwana. Yesu asifiwe. Daudi angefuata mawazo ya kaka yake, angemkimbia Goliath kama wao wanavyomkimbia. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna Wakristo wengi ni waoga. Kwa nini? Kwa sababu wamesikiliza mawazo ya waoga. Na ndio maana unakuta mtu anasema ni Mkristo lakini anaogopa kufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anasema ni Mkristo anavyogopa vidonda vya tumbo. Mimi na vidonda vya tumbo siwezi kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Maana anavyogopa vidonda vya tumbo kuliko Mungu. Yupo tayari kupatana na tabia ya vidonda vya tumbo, lakini sio kupatana na tabia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo anajiita Mkristo. Ukristo ni matendo, Ukristo ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Daudi hakumwogopa kaka yake hata kama na maneno makali. Maandiko yanasema kaka yake alipokuwa akasema, akamgeukia mtu mwingine akamuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Acha kujichelewesha na wanaokuwazia vibaya. Acha kujichelewesha na wanakunenea vibaya. Acha kujichelewesha na wanaokutamkia vibaya. Wakati mwingine katisha mazungumzo yao, endelea kusonga mbele. Iwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Yatoke haya kwako kwa jina la Yesu. Lakini haya kwako kwa jina la Yesu. Daudi hakuendelea kujishughulisha na kaka yake na mkatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wako wengi wanaweza kukukatisha tamaa. Wako wengi wanasema wanaamini Bwana, wanaweza kukukatisha tamaa. Nisikilize, kwa shetani hayupo atakaye kuzuia. Ile pasaka paso dekata krepa aposekea. Neema tuliopewa, kwa shetani hayupo wa kupambana na sisi. Watakao pambana na sisi ni wale wanaowazia kwenye makanisa. Watakao pambana na wewe ni wale wanaosema wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu shetani hawezi kupambana na umoto. Bwana Yesu asifiwe. Shetani hawezi kupambana na sura ya Bwana. Wewe ni sura ya Bwana. Kwa kuwa sura ya Bwana lazima aje mtu mwenye aina ya kwako ili kupambana na wewe, ili shetani aingie kwenye maisha yako, ili shetani afanye anachotaka kukifanya. Anamtafuta mtu aliyeko anayesema naamini, anayesema ameokoka. Na ndio maana unaona leo vita ya waliookoka imekuwa ni kubwa kuliko vita ambao hawajaokoka. Sina nini. Shetani amewachukua kina Yuda, ambao wapo makanisani, na ndio wanaopambana na huduma za watu wengine, na ndio wanaopambana na nafasi za watu wengine, na ndio ambao wanafikiria kuua huduma ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu shetani hana pa kuingilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakuu wa makuhani walipotaka kumsulubisha Yesu, walimchukua Yuda. Ilikuwa lazima wampate Yuda aliye katikati ya wanafunzi,
Na ndio maana kanisa leo linaharibiwa na watu walioko makanisani. Na ndio maana kanisa leo linatukanwa kupitia watu wanaosema wako makanisani. Wengine ni akina Yuda, japo wapo kanisani. Ndio maana Yesu akasema ninao wengi, lakini wengine sio wa sisi hili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyeokoka anaweza kukuona wewe haujaokoka. Mtu anayetumikia Bwana anaweza kukuona wewe sio mtumishi, na akakusema vibaya na akakutangaza vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie sifa wanazokuambia, usiangalie ubaya wanaokutamkia. Wewe tokea pembeni, endelea kusonga mbele. Wakati wanakukataa, wafuate wengine. Wakati wakusikilize, angalia watakuwa kusikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema watakapokukataa mji huu, kimbilia mji mwingine, kwa kuwa hamtamaliza. Kwa hiyo usijishughulishe na mtu ambaye anasema wewe haujaokoka. Acha baki hivyo, utakutana dakika za mwisho. Usijishughulishe na wewe anayekuona wewe ni mdogo. Acha tutakutana naye wakati wa kutafuta majibu. Nani alitafuta majibu sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Daudi akasema nimekosa nini? Kaka anasema najua ugumu wa moyo wako. Kama leo wanaweza kukwambia tunajua vilokole vilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeacha dini ya baba yako, unafuata vilokole vidini vya saizi. Alafu vina watu wachache, hata ukifa hakuna hata wanaume wa kuchimba kaburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Wao wanawaza kufa. Wao wanawaza matukio mabaya. Aliyeokoka hawazi kufa, kwa sababu yeye ni chemichemi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukifa hata kwenye familia yenu hata kama wako watano watakuzika tu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Achana na sifa za kusema walikuwa watu wengi. Okay, walikusaidia nini? Ulifufuka? Uliamka? Amen. Patana na Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiangalie mawazo yao. Usiangalie mtazamo wako wao. Tembea kwenye mtazamo ulio nao juu ya Mungu wako. Tembea kwenye ufahamu ulio nao juu ya Mungu wako. Na ndio maana Daudi alitembea kwenye ule ufahamu. Angalia kitu kilichoendelea pale mbele. Angalia kitu kilichoendelea pale mbele. Mstari wa 29 anasema, naye Daudi akajibu, je, mimi nimekosa nini sasa? Je, si neno kubwa hilo? Naye akamgeukia ili kumwelekea mtu mwingine, wakati jeshi lake linatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anasema, mtu yeyote asisimie moyo. Mimi mtumwa wa kwako, nitapigana na mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia ujasiri uliokuwa ndani ya Daudi. Hakuangalia mawazo ya kaka zake, hakuangalia tabia za kwao, asije akawa wao. Nisikilize, kuna watu wamekutengeneza kuwa wao kwa mawazo yao. Mawazo ya Yesu yanatutengeneza kuwa yeye. Mawazo ya watu wa ovu yanatutengeneza kuwa wao. Na ndio maana unapoishi ndani ya mawazo ya mtu mwoga, unakuwa mwoga kama yeye. Unapoishi ndani ya mawazo ya mtu dhaifu, unakuwa dhaifu kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kulikuwa kuna neno la mtu mmoja hapa ambaye hamkimbii Goliathi. Anasema mtu yeyote asisimie moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wewe utakayeambia ukoo wako katika jina la Yesu. Wewe utakayeambia familia yako katika jina la Yesu. Wewe utakayeambia taifa katika Yesu anasema. Nasema mtu yeyote asisimie moyo. Kuna watu wanaogopa baadhi ya magonjwa yakitokea kwenye familia. Wanajua muda wa kufa umefika. Wanajua muda wa kuondoka umefika. Usikilize kwa makini. Mungu amekuinua wewe ili ndugu zako wasitetemeke. Mungu amekuinua wewe ili ndugu zako wasife. Mungu amekuinua wewe ili msiendelee kuaibika. Mungu amekuinua wewe ili matukano waliowatukana yasije yakaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kunyanyua wewe kama ukoma wa matukano, kama ukoma wa aibu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umezaliwa kwenye familia ambayo ni aibu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna aliyesoma hata mmoja. Umezaliwa kwenye familia hakuna mwenye gari hata mmoja. Umezaliwa kwenye familia hakuna mtu mwenye kiwanda hata mmoja. Umezaliwa mtu kwenye familia inawezekana hakuna mtu anafanya serikalini hata mmoja, ambaye unaweza ukamkimbia
mtu fulani, ongea na mkuu fulani. Hauna ndugu hata mmoja ambaye anaweza akawa muunganiko kati yenu. Inawezekana unaogopa hivyo ambavyo wameingiziwa hayo, halafu watoto wanaosoma hivyo ambavyo wameingiziwa, halafu watu wale wanafunzi wende wanakwambia tunasoma tu ili kufuta ujinga. Nisikilize mtu yako huko ndani, wao hawezi kufuta ujinga. Ufanani na wao, hautalingana na wao. Ni kweli ofisi zao hazipo, lakini yako hapa hajaondolewa. Ni kweli nafasi zao hazipo, lakini nafasi yako ipo. Nafasi yako ipo. Haufanana na wao, haufanana na wao, haufanana na wao. Hayo iwe juu yako, hayo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Haijalishi una mkuu, haijalishi una mtu ambaye anaweza kukubeba kwenye hiyo taasisi, ambaye anaweza kukubeba ndani ya nchi. Unaye Mungu aliye hai, unaye Mungu aliye hai, unaye Mungu aliye hai. Yeye aliyemuinua Yusufu katikati ya nchi ya Misri akiwa hana ndugu, atakuinua wewe, atakuinua wewe, atakuinua wewe, atakuinua kwa jina la Yesu, atakuinua kwa jina la Yesu. Usijisahau, kwa sababu hauna mtu wa kukubeba. Unaweza ukawa na ndugu zako wakakukatisha tamaa. Aliyemkatisha tamaa Daudi hakuwa mtu wake, alikuwa ni ndugu yake. Aliyetaka kumrudisha nyuma Daudi hakuwa mtu wake, alikuwa ni ndugu yake. Usiangalia hilo. Unaye Mungu aliye hai, unaye Mungu aliye hai, unaye Mungu aliye hai, unaye Mungu aliye hai. Hayo iwe kwako, hayo iwe kwako, hayo juu yako na uzao wako, hayo juu yako na uzao wako kwa jina la Yesu. Daudi hakukatisha tamaa na watu wake. Waliomkatisha tamaa walikuwa ni ndugu zake. Unaweza ukakatishwa tamaa na mume wako, unaweza ukakatishwa tamaa na mke wako. Hakikisha una mahali pa kugeukea. Usimwangalia yeye wakati anatoa maneno yatakao kurudisha nyuma, wakati anatamka maneno yatakao kukatisha tamaa. Usiangalia lile neno linalosema ninyi ni mwili mmoja. Ni kweli ni mwili mmoja ya roho mbalimbali, ni kweli ni mwili mmoja na nafsi tofauti. Hamtoa nafsi moja, nafsi yako imeunganika na nafsi nyingine. Ndio maana anasema wawili watakuwa kitu kimoja, mmoja atachukuliwa, mmoja ataachwa. Ninachotaka ujue, ninachotaka ujue, ninachotaka ujue, inawezekana wewe ni Daudi wa nchi, inawezekana wewe ni Daudi wa taifa hili, inawezekana wewe ni Daudi wa taifa hili. Popote uliko unasikia sauti, popote uliko unasikia sauti, popote uliko unasikia sauti. Rapaka sakaya, ikasaya, irapaka sakaya, cheka sakara, irapaka sakara. Ninachotaka walawa, ninachotaka walawa. Sasa nimefika mahali pabaya, ninawahitaji kila Daudi, ninawahitaji kila Daudi. Inawezekana wako kwenye chama cha Daudi, inawezekana wako kwenye chama cha Daudi, inawezekana wako kwenye chama cha Daudi. Unaisikia sauti? Yes. Mungu akukuleta kwa bahati mbaya, Mungu anakuingiza kwenye roho kunyunya vibaya. Saka parabo majibu ya taifa hili inawezekana yapo kwako, inawezekana yapo kwako, inawezekana yapo kwako. Nasema kokote uliko, kokote uliko ndani ya Yesu, kokote uliko ndani ya Yesu, yepa saka kasebea. Usikubali kuendeshwa na uovu wako, usikubali kuendeshwa na hofu yao, usikubali kuendeshwa na mabaya yao. Sawa ni ya kwao, wao ni Daudi, wao ni Daudi, wao ni Daudi. Nasema wao ni Daudi. Wakati uliko kwa jina la Yesu, wakati uliko kwa jina la Yesu, rehema na ile roho iliyokuwa na Daudi wa jina lako, ile roho iliyokuwa kwa Daudi wa jina lako, ile roho iliyokuwa na Daudi wa jina lako, kwa jina la Yesu. Kisha kiliti haka, kasa bihaka. Maandiko yanasema alijenga, akamlilia Mungu watu wa kila kabila, akawafanya kuwa wafalme na makuhani. Nipesema sema, hakuna mfalme anayemwogopa adui yake, hakuna mfalme anayekuwa na hofu na majambazi walioko kwenye nchi yake, hakuna mfalme anayeogopa mafisadi walioko ndani ya nchi yake. Ketoshe klepa, ketoshe
Yesu waliotangulia wanaogopa kufa kwa kiwango gani? Wanaogopa kila Goliath walioko kwenye nchi kwa kiwango gani? Wao ni zaidi ya Goliath. Wao ni zaidi ya kila Goliath. Wao ni zaidi ya wauaji wa nchi. Wao ni zaidi ya wauaji wa taifa hili. Wanakuinua. 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 Shakataya. Akrapataya. Rasaya. Shakata. Ili msaidiane, lazima ukae kwenye nafasi yako. Ili msaidiane, lazima uwe wewe kwenye hiyo nafasi yako. Kwenye hiyo nafasi yako, neema ya kuwa wewe iwe juu yako. Neema ya kuwa wewe iwe juu yako. Neema ya kuwa wewe iwe juu yako. Na kukutofautisha na wadhaifu waliokutangulia iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema ya kukutofautisha na uoga waliokutangulia iwe juu yako kwa jina la Yesu. Tazama na kanisa. Lazima uwe makini. Mungu hajakuita uwe wao walioshindwa. Na ndio maana anapomuinua Daudi akasema nimejipatia mtu katika nchi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Asema nimejipatia aliye bora kuliko wewe. Kwa nini Mungu amekuinua? Kwa sababu wewe ni Mkristo bora kuliko Wakristo waliotangulia. Amen. Wewe ni muamini bora kuliko waamini waliotangulia. Amen. Wao walitembea bila roho ya Kristo. Waliishi kwa sheria. Wewe unakwenda kwa roho. Wewe unatembea kwa roho. Roho Mtakatifu iwe juu yako. Roho Mtakatifu iwe ndani mwako. Roho Mtakatifu iwe ndani mwako. Kwa jina la Yesu. Wakati hao watu wanaogopa, Daudi akasema mimi nitapambana. Yako mambo kwenye ukoo wako wanayogopa. Yako mambo kwenye nchi hiyo wanayogopa. Yawezekana wewe ni mfanyakazi wa mahali fulani. Kuna watu wanaogopa kwenye hiyo nchi, kwenye hiyo ofisi. Hakikisha wewe unakabiliana na huyu wanayemwogopa wengine. Hakikisha wewe unakabiliana naye, hakikisha uogopi. Bwana Yesu asifiwe. Ukweli unamwambia. Ukweli unasema naye. Aliyeitwa na Mungu huwa hawi kama aliyowakuta. Anakuwa zaidi aliyowakuta. Wewe ni zaidi uliowakuta kwenye huduma hii. Amen. Wewe ni zaidi uliowakuta kwenye wokovu. Amen. Wewe ni zaidi uliowakuta kwenye wito. Amen. Wewe ni zaidi kwa jina la Yesu. Amen. Ndio maana maandiko yanasema wakaenda kumshtakia Yohana, wakamwambia yule uliyembatiza Yordani anafanya wanafunzi wengi kuliko wewe. Yohana akasema mimi sina budi kupungua, yeye kuongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu ilitakiwa Yesu awe zaidi ya Yohana. Inawezekana wewe ni Yesu leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa sababu kama kungekuwa hakuna kuwa Yesu, Yesu angesema atakayekukataa amenikataa. Maana iko nafasi ya kuwa Yesu kabisa. Amen. Wakati mwingine Yesu atasema na kanisa wakiwa hawajui kama Yesu anasema nao. Na ndio maana kuna mahali Yesu anazungumza. Wakati Filipo anasema tuonyeshe Baba, Yesu akasema nimekuwa nanyi siku hizi zote usinijue. Wasemaje unionyeshe Baba? Kwa kuna wakati Yesu alisimama kama Baba wa mbinguni. Alitembea kama Baba wa mbinguni. Ndio maana lazima ujue viwango vyako vya kiroho unavyotembea nao. Kwa sababu kuna wakati hautatembea kwenye kiwango cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wewe sio wa kawaida. Kuna wakati hautatembea kwenye nafasi ya wanadamu. Kwa sababu wewe sio wanadamu. Bosia. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 17, anazungumza anasema Baba, nimewachagua katika ulimwengu. Sisemi waondoe. Ulimwengu umewakataa kwa sababu wao sio ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana neema tuliyopewa haituweki kuwa wa dunia hii. Na ndio maana hutaki kuunganika na hofu ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unajua kuna majambazi. Haijalishi unajua kuna watu wa ovu. Uovu wao usikutishe wewe. Wewe ni zaidi ya uovu. Amen. Wewe ni zaidi ya kifo. Amen. Bwana Yesu anasema fufueni wafu. Pozeni magonjwa. Toeni pepo. Hakuna mtu anayefunga majini aliye zaidi yako. Amen. Hakuna mtu aliye mchawi aliye zaidi yako. Amen. Hakuna mtu aliye mwovu aliye zaidi yako. Amen. Watu waliopewa ni kuua uovu wao. Na hawana uwezo wa kutuzuia. Na hawana uwezo wa kutufanya tusifanye.
Isopasaikas. Ninachotaka uelewe, hakuna mchawi au mwovu chini ya jua anaweza kukuzuia usifanye unachotaka. Ikiwa kipo kwenye kusudi la Bwana, jua lazima kitatimia. Jua lazima kitatendeka. Jua lazima kitafanyika. Jua lazima kitafanyika. Hayo iwe kwako. Wazo wewe kwako. Wazo wewe juu yako. Daudi hakukatishwa tamaa na maneno ya kaka yake. Na ndio maana unaweza kukutana na wapendwa na kukatisha tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umeenda kwa hao manabii wanaotumia chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hao wanaotumia maji. Siku ukikutana na Yesu anakuambia mimi nilipaka mtu tope nikamwambia nenda kanao maji. Sijui utasema nini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na siku kibisha sana utakutana na mitume. Kwenye ile Marko sura 6 kama sikosei. Anasema wakapaka wengi mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikutana nao, sijui utasema wao walikuwa waovu au wewe ndio ulikuwa mzuri zaidi. Kuna vitu vingine havikuhusu, achana navyo, acha Mungu ashughulikie mwenyewe. Amen. Kama huyo mtu alikuwa anafanya biashara, Mungu atasema naye. Kama huyo mtu alikuwa tapeli, Mungu atasema naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa Yesu bali pengine anasema ninyi ni chumvi ya dunia. Na ukisoma kwenye Wafalme wa nafikiri wa pili, anazungumza ile 9, anazungumza anasema mchi ulipokuwa unazama Boazi, Yesu akasema leteni chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukikutana na mloko anasema ilikuwa kwa wakati ule. Okay, Mungu hawezi kusema sasa. Kilichofanyika wakati ule kikafanyika sasa. Kilichotendeka wakati ule kikatendeka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo kama Mungu hajakufunulia, nyamaza. Yaache, hayakuhusu. Hayakuhusu. Huyo mtumishi atapambana na Mungu wake. Ikiwa hatokani na Mungu, Mungu atajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa jambo hilo halitokani na Mungu, Mungu ataonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu wanatafuta tufanane, tulandane. Hatuwezi kulandana mpaka Yesu anarudi. Amen. Hatuwezi kulandana mpaka Yesu anarudi. Hauwezi kufana hata watoto wako nyumbani kwako mwenyewe hawafanani. Iwe na watumishi. Na ndio maana nilikwambia Petro sio Yohana. Na Yohana sio Petro. Hata majaribu yao yalikuwa tofauti. Mwingine anadumbukizwa kwenye pipa la mafuta. Mwingine anachinjwa na msumeno. Mwingine anawekwa gerezani. Mapito yao tofauti. Na ndio maana Petro sio Paulo. Petro analala usingizi gerezani. Paulo anaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paulo halali, Petro analala. Namna yao iko tofauti ya kusimama. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Petro anaogopa ndugu zake wanapokuja. Amen. Anakataa kula na wasiotahiriwa wakati ndugu zake wamefika, wakati hawapo anakula. Na ndio maana Paulo akasema nalishindana na Kefa uso kwa uso, kwa sababu alionyesha unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Petro naye alianza kukubali kuyabeba yale mapokeo aliyoyakuta, yale maneno aliyowakuta huko, akaanza kufanyika kuwa wao. Lakini wito ambao Mungu anamuitia ulikuwa hautenganishi mtu yeyote, iwe umetahiriwa au haujatahiriwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Ulikuwa utenganishi mtu yeyote. Wito waliopewa ulikuwa ni kwa ajili ya mataifa. Ndio maana Yesu anasema nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Hakuondoka akiwa amewawekea mipaka. Wakati na watuma wapo 10, wakati na watuma wapo 10 na wale 70, walisema nendeni kwa nchi ya Israeli, nyumba ya Israeli, kwa watu waliopotea. Lakini wakati anaondoka anawapatia ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Neema tuliyopewa inatawala ulimwengu. Neema tuliyopewa inatawala dunia. Neema tuliyopewa ni uwezo wenye nguvu. Yesu asifiwe. Yesu hakutuacha kwenye mipaka. Hakutuwekea mipaka. Anaweza kutumia chochote kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Anaweza kutumia chochote kufanya chochote.
Ili mradi wote mbele katika roho. Roho Mungu ndio atakwambia kwa jambo hili fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo hili fanya hiki. Ndio maana kuna baadhi ya mambo waachie wanaopambana wapambane. Amen. Maana Waswahili wanasema mafahali wanapopigana nyasi ndio ambazo huwa zinaumia. Washirika ndio wanaokufa kiroho. Wao wanabaki kwenye nafasi zao wanaomba toba. Washirika ndio wanaokufa. Na kueleza ukweli. Na kueleza ukweli. Kama unabishia nenda kamwangalie Haruni. Haruni ndio aliyesema ngoeni pete zenu. Tutengeneze ndama. Angalia Mungu kwenye kuja kupiga. Wanakufa wenzake Haruni yupo. Alikuwa na nafasi ya kuendelea kuomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe nenda kaangalie wamesimama wanamteta Musa. Wakiwa wako na Haruni. Kaangalia wanapokuja kupigwa ukoma. Wanapigwa ukoma. Alafu Haruni anabaki vile vile. Anabaki vile vile. Kwa nini yeye alikuwa anabaki vile vile? Kwa sababu nafasi yake ilikuwa haitakiwi kukaa kwenye laana. Nafasi unayopewa na Mungu sio nafasi inayokufanya ukae kwenye aibu. Sio nafasi inayokufanya ukae kwenye uovu. Na ndio maana hukumu ya mtumishi iko dakika ya mwisho. Haipo wakati anaendelea na kazi. Amen. Kwa hiyo itategemea ametengenezaje na Mungu. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo mengine achana nayo. Ikiwa hayakuhusu jinyamazie mwanangu. Tulia. Jifanye kama huyaoni hivi. Mwambie Mungu nipatie la kusema. Ikiwa jambo hili linatoka kwako. Siku akisema kaseme. Furumuka bila kuogopa uso wa mtu yoyote. Furumuka bila kuogopa sura ya mtu yoyote. Kaanza sura. Haijalishi kuna mtu anasema nitakuua, unamwambia nishakufa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kufa mara mbili. Saizi kilichobaki ni kulala kwa sababu nilishakufa. Inawezekana hujakutana na watu wanaosema nitakuua. Mimi nimeshakutana nao sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Kama wewe wakati tupo kwenye huduma hii hapa mke wangu siku moja alikuwa anasonga ugali pale. Tulikuwa kuna mtumishi mmoja. Ilitokea kuna kituko moja kilifanyika mahali fulani. Sasa yule mtu alikuwa anaabudu huko kwetu. Lakini kumbe baada ya hayo yametokea akaondoka zake. Alipoondoka zake kule yake kufanya kituko, kuna wale watu wakaja. Wale watu wakaja. Wakabisha hodi. Nikafikiri ni watu wa kawaida ambao ni mambo yao. Lakini kumbe walikuwa na shida na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaja wakasema tumeleta nguo hizi za yule. Nikamwambia unamletea nani? Wakasema hapa si ndio kwake. Nikamwambia hapa sio kwake. Wale watu kumbe walikuwa wametoka huko wamepanga ya kwao. Wakapaniki. Yule bwana kwa sababu alikuwa mwanajeshi akajua nitamuogopa. Akasema afu wewe nitakumeza. Nikamwambia umechelewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwezi ukaja kwangu kaniambia nakumeza. Labda kuna kitu unachokitafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nifikiria naweza kafanyaje? Akaogopa. Nikamwogopa. Lakini namna aliyokuja nayo ilikuwa ni namna anamuinda mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alikuwa anamuinda mtu ambaye hamjui. Na alipokuja akajua mimi ndio yule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anamtafuta asiyemjua. Ndio maana ni vizuri pia kuwa makini sana. Mungu akishakupatia neema, lazima uhakikishe hauogopi chochote. Haijalishi kuna maneno ya aina gani ambayo unakutana nayo. Ndio maana Daudi hakuangalia maneno ya yule Mfilisti. Daudi hakuangalia matamko ya yule Mfilisti. Hakuangalia watu waliokuwa nao wakoje. Unaingia ndani ya kanisa unakuta kuna watu wavivu wa ibada na wewe una adapt tabia zao. Wewe unakuwa mlokole. Hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya tabia zingine unazokutana nazo watu, waachie za kwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna baadhi ya fikra za watu wengine utawakutana nazo, waachie za kwao. Bwana Yesu asifiwe. Usichukue tabia zao ukachukua zikawa za kwako. Daudi hakuchukua hofu yao ikawa ya kwake. Hakuchukua mawazo yao yawe yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo anafungulia ushindi wa Israeli. Ushindi haufunguliwi kwenye mawazo ya watu dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi unafunguliwa kwa watu wenye mawazo yenye nguvu.
ambayo yeye hayaogopi mawazo yoyote, haijalishi yanatisha kwa kiwango gani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuweka ili kupambana na uovu, ametuweka ili kupambana na wahalifu, ametuweka ili tupambane na mambo mabaya, haijalishi yana sura mbaya ikoje, wewe unazidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Angalia kitu kingine. Nitaruka nitaenda kwa mstari wa 38. Mstari wa 38 anasema, ndipo Sauli akamwita Daudi. Ndipo Sauli akamfika Daudi. Okay, ngoja nisome pale juu. Ngoja nisome pale juu 33. Anasema Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, maana wewe ukijana tu, na huyu ni mtu wa vita tangu ujana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba na dubu, alimkamata mwana kondoo na walile kundi. Mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamua. Angalia kitu ambacho Daudi anaangalia. Hana mazoezi ya vita, hana uzoefu wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna watu kwenye nafasi ya Mungu huwa wanaweka uzoefu wa kibinadamu. Yaani unakutana na mtu ameenda chuo cha Biblia, wewe hujaenda chuo cha Biblia, anakuona wewe mtumiki Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anakuona wewe fake. Yeye ndo anajiona uji. Kwa nini anakuona fake? Kwa sababu hajaokoka. Na ndio maana Sauli akamwambia Daudi, wewe ni kijana tu. Lakini hili jamani ni jitu la vita, huwezi. Anamwambia huwezi. Hasa kama wewe ndio askofu wako amekwambia huwezi kuchunga kanisa, unaweza kusema kweli hata baba alisema siwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Wakati mwingine angalia moyo wako unasemaje uko ndani. Huwezi ukamtumikia Mungu kama usikilizi moyo wako. Lazima uwe na uwezo wa kusikiliza moyo wako unasemaje. Licha kwa baba yako anasema, lakini angalia moyo wako unasemaje. Usifanye kwa sababu wamesema. Usiache kwa sababu kuna watu wamekuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mara nyingi nakutolea mfano, niliwahi kukwambia nikamwambia hivi, mimi baba aliwahi kuwa na fedha nyingi sana. Wakati na zile fedha, akasema nataka niende nikanunue magari. Babake akamwambia, mwanangu watakuua. Bwana Yesu asifiwe. Watakuua. Acha. Na kwani baba akaacha kufanya hizo biashara alizokuwa amefikiria za kwenye magari. Alipoacha, alikuwa na mke mmoja, kaongeza wa pili, kaongeza wa tatu, kaongeza wa nne. Huyu wa nne akawa mjanja kaki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Anakuja kufa mzee, kafilisika, kaishiwa, saa zingine anaenda kuopoa mchanga mtoni auzi, wenye matipa waje wanunue. Kafilisika, kachoka. Akikaa hivi akishikilia lita yake ya ulanzi au komoni, anakunywa, anasikitika. Akikaa hivi mpaka unamuonea hata huko. Sema wakati ule nilikuwa mtoto, saa zingine naenda kumsaidia kuuza mishikaki ya shilingi 50. Kafilisika, kachoka. Hata yana matumizi saa zingine unaona aibu hata kumuomba. Kwa wakati mwingine nikaona jiongeza naenda machinjoni na kingali wake. Ni wake au watu vijana mjini wanaita maini ya shingo. Au ile damu. Unajaza utumbo na mafuta, unachemsha, ndio nauza pale nilipokuwa nauzia, basi napata hela za sabuni na hela za daftari na jitafutia. Kipindi cha saa 7 nilikuwa sisomi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu
Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kila siku nina muda wa kutoroka shule. Ukiona sijatoroka ujue siku hiyo sijakinga maini ya shingo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo ilikuwa ni muundo wa namna hiyo. Lakini kilichompeleka alibeba mawazo dhaifu ya babake. Ya kufa watakuwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Alipoyabeba yale mawazo yakamwendesha, akajikuta anaanza kufanya vitu vingine ambavyo havikuwa kwenye ufahamu wake, ambavyo havikuwa kwenye akili ya kwake. Akajikuta anaendelea kuwa dhaifu siku hadi siku. Siku hadi siku. Vijana mtaani anasema anakata moto hata 2000 hajaacha ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Aliondoka na niacha naishi kwenye chumba kiko kama pale kwenye kona pamekatika nyumba. Ile ukuta la kule limedondoka, pale nimeweka mabati ndio ni chumba changu nacholala. Na ndio maana mtu akicheza na maisha wanamwangalia, namshusha na mgawanya. Ambia hujapita tulikopita wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini kilichosababisha ilikuwa ni mawazo. Inawezekana tungezikuta hata scraper. Inawezekana angepata akili mpya. Inawezekana angepata connection mpya na watu walioko nje. Leo hii inawezekana tusingekuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana tusingekuwa na elimu za kuishi. Lakini kwa nini tulifika hapa? Alibeba mawazo dhaifu. Yale mawazo dhaifu yakamuumiza yeye, yakatuumiza na watoto wake. Umaskini wako unaumiza kizazi chako. Sila zako zinaumiza kizazi chako. Na ndio maana mtu anapocheza na nafasi yako, ujue anacheza na familia yako zima. Anapocheza na maisha yako, anacheza na kizazi chako kizima. Kwa sababu mwanzo mwema wa kizazi chako ni wewe mzazi. Anapokuharibu anaharibu kizazi chako. Anapoharibu uchumi wako anaharibu elimu ya watoto wako. Anaharibu nafasi ya watoto wako. Kwa hiyo anapambana na familia zima pasipo kujua. Na ndio maana lazima uwe makini sana. Inahitaji akili sana. Na ndio maana hapa Daudi ameambiwa uwezi wewe. Angalia uoga ulikuwa unakamata taifa zima, libaki kwenye shida. Uoga ulikuwa unalitetemesha taifa zima. Akasimama Daudi peke yake. Hakuangalia Goliathi. Sauli anaogopa, kaka zake wanaogopa. Alijitoa sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Wao ni sadaka ya familia. Wao ni sadaka ya taifa hili. Wao ni sadaka ya nchi hii. Wao ni sadaka ya walioondolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ujue kujidhabihu. Usipojua kujidhabihu, unakuwa mlokole kama walivyo walokole wengine. Unakuwa mlokole kama walivyo walokole wengine. Mama anaanza kumwambia mimi kila kundi si lakini mzinzi. Mimi kila kundi si lakini mbea. Wapi Yesu aliwakimbia walevi? Bwana Yesu asifiwe. Wapi Yesu aliwakimbia wenye dhambi? Ni kweli anajitenga na watu wenye dhambi, lakini angalia tabia yake ikoje. Tunajitenga na matendo yao, hatujitengi na wao. Tunakataa tabia zao, hatuwakatai wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sauli akamwambia wewe ni kijana tu amekulia vitani. Daudi akamwambia tuma wako alikuwa kichunga kondoo wa baba yake. Akija simba au dubu mimi mkimbilia na kumkamata na kumpokonya yale mawindo. Akinirukia umkamata mbegu zake nikamua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Sikiliza kwa makini. Daudi hakumua Goliathi kwa mazoezi ya kijeshi. Daudi hakumua Goliathi kwa mazoezi ya kijeshi. Huwezi kumshinda shetani kwa masomo yako ya chuo cha Biblia. Na ndio maana kuna wafundisi kiroho. Hicho kukaa kiroho ya kwako. Wao wanakufundisha vitu vingine kabisa vinavyokusaidia kupanua ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Vinakusaidia kupanua wingo wako na uelewa wako. Na namna ya kuweza kuwasaidia watu katika mwili. Lakini hawakusaidii kukaa rohoni.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sauli alikuwa na watu ambao wamewafundisha mazoezi ya kivita, lakini hakuwafundisha kumuua Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Acha Biblia wakufundishe kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumshinda shetani kunatokana na kile kilichoko ndani yako, na tabia ulionayo wewe, na mema yaliyoko ndani yako. Hayo ndio nguvu yako ya kumshinda shetani. Yale mema na upendo ulio ndani yako ndio nguvu yako ya kuweza kumshinda shetani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa Sauli alimdharau Daudi, lakini Daudi ndiye aliyemuua Goliathi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi kwenye familia wanakudharau, lakini kifo cha kila mwaka kitaondoka kwa sababu wewe. Lakini magonjwa kila siku yataondoka kwa sababu wewe. Lakini laana ya familia itaondoka kwa sababu wewe. Waliokuwa wajenzi watajenga, waliokuwa wana amani watakuwa na amani, waliokuwa wafaulu watakwenda kufaulu, waliokuwa waajiriwa watakwenda kuajiriwa. Neema iwe juu yako, neema iwe juu yako. Uwezo wako, uzima wako, baraka wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninapomalizia, licha kuwa Sauli alisema Daudi ya kuwa hawezi kupambana na Goliathi, Daudi akamwambia naweza. Daudi hakumuua Goliathi kwa mazoezi ya vita au kwa picha ya vitani. Alimuua Goliathi kwa picha alionayo kwenye maisha yake. Hayo maisha ulionayo yana uwezo kumwondoa adui yako, yana uwezo kumwondoa adui yako. Saka teteshkata kiateka ego sakta ibasa iteba. Msikilize kwa makini. Iko neema kwenye kitu ulicho nacho, iko uwezo wa Bwana kwenye kitu ulicho nacho. Aliyeseka ikasema yake siri mahaika masia. Usije ukasahau lugha ulionayo, usije ukasahau nafasi ulionayo, usije ukasahau ulichowahi kufanya, ulichowahi kufanya. Ndio lango lako unaweza kuthibitisha ukuu wa Mungu wako, ukuu wa Mungu wako. Daudi hakumuua Goliathi kwa silaha za Sauli, kwa uzoefu wa Sauli, kwa uzoefu wa Sauli. Yako maisha utayavuka, lakini si kwa uzoefu waliokutangulia. Kwa uzoefu ambao Bwana amekupatia, kwa akili ambazo Bwana amekupatia, kwa ufahamu ambao Bwana amekupatia. Neema iwe kwako, kuvuka iwe ndani yako, kuvuka mipaka iwe ndani yako, kuvuka mipaka iwe kwenye akili zako. Kwa jina la Yesu asifiwe. Nisikilize, Daudi hakwenda kumuua Goliathi kwa kutumia mawazo ya Sauli. Kwa nini? Kwa sababu mawazo ya Sauli yalishafeli, na ndio maana aliyefeli hawezi kukusaidia wewe kuinuka. Alianguka hawezi kusaidia wewe kuanguka. Aliyekata tamaa hawezi kusaidia wewe kuwa na nguvu. Aliyerudi nyuma hawezi kusaidia wewe uwe mbele. Wewe unayo neema ya kuwa mbele. Kiamini kile ambacho Mungu amekupatia. Kiamini kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Nisikilize. Daudi alimsimulia Sauli akamwambia, tumbo wako alimuua simba na dubu. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo Goliathi hakuwepo, mahali ambapo hakufundishwa kuua simba, lakini Bwana aliye ndani yake alimfundisha. Mungu aliye ndani yako kufundisha. Bwana aliye kwenye maisha yako kufundisha. Bwana akufundisha kwa jina la Yesu. Ndio maana mara nyingi nakwambia, sijawahi kufundishwa kwa habari ya kwenda kuchunga, sijawahi kufundishwa kwa habari ya kuongoza kanisa, sijawahi kufundishwa na mwanadamu yoyote. Kesho except asiye masaka. Zaidi ya kuuliza baadhi ya watu ambao wamewahi kuwa wakufunzi wangu baadhi ya maswali, lakini sikuwahi kufundishwa kuandaa ujumbe, sikuwahi kufundishwa namna ya kufundisha. Bila Bwana alinifundishia kwenye madhabahu, bila Bwana alinifundishia kwenye nafasi yake. Hiyo itoe kwako, hiyo juu yako, hiyo juu yako, hiyo juu yako kwa jina la Yesu. Anachokitaka Mungu ndio kitakachotoka. Yes God. Anachokitaka Mungu ndio atakachokifanya. Usianze kuangalia kuna watu watakufundisha, kuna watu watasema na wewe, kuna watu watakuongoza. Yesu pasaka. Kwa roho wa Bwana. Kiongozi wako. Kwa
Yes.